Sema dogo. Za huko bro. Safi tu. Za Sweden. Za huko nzuri bro. Ndio nakusikiliza. Bro, nilikuwa na jambo moja bwana. Nilikuwa na jambo muhimu sana nataka unisaidie. Jambo lenyewe ni kwamba nataka unisaidie kuoa. Oh, okay. Kweli hilo ni jambo zito sana. Sasa na drive. Naomba nipigie baada ya kama nusu saa hivi. Nitakuwa nimefika huko na kwenda nitakupigia. Then tunaweza tukaongea kiurefu. Okay. Haina neno. Haya, niambie. Aisee, vipi? Uko poa lakini? Niko poa, namsubiri shemeji yako. Okay. Sasa bro bwana, nimechoka kuishi peke yangu bwana. Sasa unataka nifanyaje? Nije? Aisee. Hapana bwana kaka, simaanishi hivyo kabisa. Lengo langu kubwa mimi nataka uniolewe mke. Ama kweli umekuwa. Umeacha milupo lakini? Brother bwana. Pana bwana. Sio, lazima nikwambie, usije ukaja kutuaibisha sisi. Yaani bro, sasa hivi niko serious. Yaani nimeacha kila kitu. Nahitaji kutulia tu na ndoa yangu. Okay, sasa unataka mke gani nikuolee? Sasa bro, mimi sijui lakini of course ninahitaji mke mzuri, aliyetulia. Yaani in short awe ametulia. Sio ndio mikato yangu bro. Okay. Kama ni hivyo basi hamna tabu. Ngoja nitacheki alafu nikipata nitakutumia picha mwenyewe useme. Na shemeji yako huyu hapa amefika sasa. Naomba nimsalimie kwa muda mrefu sana. Shemeji langu la ukweli. Kama mpaka penalty. Hamna bwana, kakako ndo anakaba mpaka penalty. Anakija kunichukua yeye, si mimi. Okay, vipi za huko lakini? Wema, tunamshukuru Mungu, niambie wewe. Sasa huko fresh, lakini kuna jambo moja ambalo nilikuwa naongea na bro hapo kuhusiana na kuniolea mke bwana. Hebu jaribu na wewe shem pia kunisaidia hilo bwana. Kazi ya basi ili nipate mtoto aliyetulia, si unajua? Jamaa sana Mungu atakuoa. Nashukuru shem wangu. Bwana, haina shida, tuko pamoja. Wewe tena nakuaminia bwana. Poa, basi bye. Siku njema. Halo?
Vipi wamekula? Mimi bado chakula kimebaki sio mwenyewe anataka kula. Hapo kama kanania hivi. Kiwango. Unaiona issue dogo. Mtasikiliza nini? Wewe ndo kaka mtu. Darasa wote kumkulipa. Wewe si ndo shemeji yake mwanamke. Wewe uwe katika mstari wa mbele katika mchakato mzima. Na sio kuja kumlea kwa mume atakuja kumwoa aishi hapa nchi hii, anaishi nje ya nchi. Hata kama alikuwa ana mpango wala lazima kuolewa. Akitaka aolewe tu sababu ya Ni kweli nafahamu. Inabidi kufanya sana uchunguzi wa kina. Ni kweli. Sio tunahitajika. Kuhakikishia bibi sijani. Ndio kile kitu. Kuaminia. Mchana kweupe, mbo angalie walivyo. Yaani sina wana hatari wale na gonjwa hili. Ila zamani na watu ndio walifaidi jamani. Sasa hivi sukari shaingia chumvi. na ndio maana vipate wachumba vile. Havitopata wachumba mpaka vinakufa. Mdomo. Kitu gani? Maneno yanaumba shauri yako. Ndio nini? Hivi mdogo wako yupo? Yupo kaja tele ende wapi? Na yeye aache kuvaa vingo vifupi maana hatopata wachumba kama wale. Ile ujue Farida katulia sana. Anapenda tu kuvaa vingo lakini katulia kweli yani. Mpaka mimi mwenyewe namshangaa yule mtoto tabia ile kaipata wapi? Maana mimi mwenyewe dadake nilikuwa kiruka njia mpaka siku naolewa mtaani watu wote hawajaamini. Mimi sijaamini. Acha hizo na yeye. Ujue mpaka babangu yani hakuamini. Yani akasema huyu mtoto bora aende huko akafie mbele. Na tena akasema ningechelewa kuolewa mimi kama angeolewa dada yangu mwingine. Mimi ningepewa tu kama nyongeza. Ili mradi niondoke pale nyumbani. Hatari. Hakana boyfriend. Ana hata boyfriend sasa hivi lakini alikuwa naye. Alikuwa naye tu amekosana nini? Ndio hivyo yupo. Yaani mimi yani mtoto sosi mpaka mimi mwenyewe namfurahia. Maana yani akitoka kama mso msikitini basi nyumbani msikitini. Na hivi tu bahati mbaya hana kazi. Lakini angekuwa na kazi na hivi angetoka kazini nyumbani. Wewe wasichana siku hizi hawana hata guarantee. Una uhakika? Kwa Farida, yani kwa Farida 100% na uhakika. Yani hata sasa hivi nikitaka kumpigia simu lazima atakuwa yuko nyumbani. Siamini. Hamwamini? Uamini? Siamini. Na kama iko nyumbani? Kama ipo nyumbani nitampa mchumba. Na mchumba nitampa. Hey! Yaani huyo mchumba bora mwanze kumtafuta sasa hivi. Subiri. Shika ongea na usubiri tumuulize. Ongea naye. Halo? Halo? Ongea naye. Hello. Mambo. Farida yupo? Oh, shikamoo. Anapika? Nipe naongea naye. Bosi! Nini? Si unaita. Nani? Mtu. Nimeita toka ndio na bosi wako. Nje. Dogo vipi? Poa, leo mbona umepiga huko? Yaani simu yako haipatikani, najaribu. Simu yangu iko on, labda mtandao tu. Utoki leo? Niende wapi? Si outing. Sitaki. Pole, umekosa ofa yangu. Hiyo ofa hata sitaki mwenzangu.
Na wewe dadangu watege kuzurura, acha mambo ya kitoto kwa mpikie mume wako. Makubwa haya, nimekusikia mkuu. Kwa heri. Nani? Mtu. Najua sister, kumbe mtu. Ni sister ndiye. Kanipigia simu pale bila, kanipigia simu. Nikapokea, "Hello. Nataka naongea na sister." Nikamwambia anapika jikoni. Okay. Thank you. Thank you. Sister bwana, itakuja kwangu. Nikauza mpaka paka. Umesikia? Kitu kiko nyumbani. Kashapata mchumba. Na tena umtayarishe mapema hivyo. Kweli Mafuria dada yako, rafiki yake. Nitamwambia ukweli kama mdogo wake hajatulia. Bibi ni mwangu. Yule swali ndio nasubiria sasa hivi uniulize. Na nilikuwa najua tutaniuliza. Mimi nishamaliza kazi yangu. Kazi iliyobaki ni wewe na mdogo wako. Sisi tumeshamchunguza na tushamjua tabia yake. Kwa hiyo tunamjua vizuri. A to Z. Kazi kwa kwa. Hapa tu sio tatizo mimi. Sawa? Haina shida ya. Habari yako? Salama, mambo? Safi, nzima. Nzima. Unapendeza. Asante. Naitwa Salum. Okay. Nafurahi kufahamu. Sana, hata mimi nafurahi kufahamu. Nisikia sifa zako nyingi sana hapa mtaani na kuhusu tabia yako na kila kitu. Naona ungenifaa sana. Kwenye maonyesho ya kanga pati au? Hapana, sio maonyesho na maanisha kwa kifundo. Samahani kwa hilo. Sihitaji mwanaume kwa sasa. Kwa sasa hivi nafikiria maisha yangu ya baadaye na familia yangu. Samahani sana. Sikiliza. Dakika moja. Naomba hata kama uko tayari, basi naomba unifikirie. Siwezi kukufikiria, nitakudanganya. Kama unanipenda, milango iko wazi kwa ajili yako. Sasa ukafika pale ukagonga, ukaonana na wazazi wangu, ukafuata taratibu zote, ukanioa, basi hapo labda nitajua kweli unanipenda. Lakini hivi wanaume kudanganyana starehe zisizokuwa na msingi, twende huku twende kule, hapana, sitaki. Umemaliza? Napika? Napika? Unajua kupika wewe? Unafikiri mimi mwanaume kama wewe?
lazima nichoke. Mchoka kwanza. Sasa sikia, mchumba ndo huyo ushapata. Uende ukavaa hivyo vinjunga vyako hivyo vizoea ndo upige picha umtumie mchumba, shauri yako. Kwa sababu mtu anakujaji kutokana na mavazi yako na muonekano wako kwanza. Sawa? Nenda katafute nguo ya maana ujistiri, mtoto wa kike. So unamvalia vinjunga unamtumia mtu wa watu, utakosa mume. Shauri yako. Mamaliza? Usibini tena, nishamaliza. Hilo ndo lako, nishakupa. Bye. Bye. Ahaya. Hello. Halo dogo. Nimepata msichana mzuri, mrembo, msomi, kila kitu ninachotaka. Aha. Okay. Sasa bro, huyu ndio ambaye mimi nilikuwa namhitaji. Basi kama vipi fanya utumie picha yake basi bro. Usikie mwanamke mzuri unachanganyikiwa ghafla. Bwana, sio ndio mikato yangu hiyo bro. Sasa usiwe na wasiwasi. Na kutumia sasa hivi. Kwa hiyo kama utafika nyumbani au uko karibu na net, na kutumia katika soft copy. Ukifika ufungue, uangalie uniambie ikoje mimi. Lakini najua mambo yako. Poa. Haya, sawa. Bwana, sisi hatujambo. Familia haijambo, lakini kama nimekusahau. Unikumbuke? Sawa bwana. Sawa. Akili yangu bwana iko mbali sana. Basi tutakumbushana. Mimi naitwa Ramazan Pazi. Ramazan, utajitambulisha? Naitwa Samir Hilal. Samir Hilal. Sisi bwana tumekuja. Tumetokea hapo kati kidogo. Lakini ujio uletuleta katika nyumba hii. Ndio. Tumeleta posa. Umeleta? Posa. Lakini posa hiyo kwa nani tena? Tuna mtoto wa kike sisi. Mimi najua yupo. Mimi najua yupo. Allah karimu. Asante. Sipoteze wakati. Sipoteze muda basi kabisa. Asante. Hii inatokea wapi? Hiyo posa. Umeleta wewe lakini hatujui sasa wapi imeanzia. Basi hiyo posa sisi katika kukaa tunaona kwamba familia hii itafaa. Basi kila kitu kimejeleza ndani. Tutashukuru sana. Asante. Karibuni sana. Asante. Na imefika kitachokuwepo hapo, sisi tutakijibu na tutawajulisha nini ambacho kinaendelea. Nashukuru sana. Mimi niwaambie karibuni sana, lakini kabla ya kuondoka
Watu wanasema siku zote mgeni njoo mwenyeji hapo. Sawa sawa. Kwa hiyo unapokuja wewe sisi tutapona kwa fadhila ya Mungu. Hata juisi tu. Inatosha. Haifai. Ugeni unajua unakotokea? Bwana Tariq, nafikiri ni wasaa mzuri kwenda kumpa mkono bibi harusi ili tuweze kupata idhini yake. Tusifanye mambo kienyeji, sawa jamani? Kwa hiyo kwa sababu mashahidi mpo upande wa bibi harusi na upande wa bwana harusi. Sawa? Sawa. Bismillah. Ndio mfalme. Kama dagabo. Najiozea. Karibu. Asante. Samani. Sisi tumekuja kufungisha ndoa. Kwa hiyo kabla tujafungisha ndoa, inabidi tupate ridhaa au idhini ya bibi harusi mtarajiwa. Karibu. Asante. Karibu. Farida binti Muhammad Sudi. Hao walioko mbele yako ni mashahidi. Huyu bwana ni shahidi upande wa bwana harusi na huyu bwana ni shahidi upande wako, yani upande wa bibi harusi. Kwa hiyo kabla ya kufungisha ndoa kama ilivyo ada, inabidi tuje tupate ridhaa yako, yani idhini kutoka kwako. Kwa kuwa bwana Tariq bin Hilali anataka kukuoa wewe. Je, upo tayari? Nipo tayari. Jamani, nimesikia. Tumesikia. Je, nasema niko tayari. Bismillahirrahmanirrahim. Ndoa yetu inahitaji wali na ndoa yetu inahitaji mashahidi wawili. Ndio. Shahidi mmoja kutoka upande wa bwana harusi na shahidi mwingine kutoka upande wa bibi harusi, ili tupate ukamilifu katika ndoa yetu. Sawa jamani? Kwa hiyo tumpate wali. Mimi hapa. Bwana nani? Sudi Muhammad. Sudi Muhammad. Na shahidi upande wa bwana harusi Ramadhan Paz. Ramadhan Paz. Shahidi wa bwana harusi na shahidi wa bibi harusi Abdalla Juma. Abdalla Juma. Abdalla Juma, shahidi wa bibi harusi. Sawa. Sasa hatua inayofuata ni kufungisha ndoa, lakini kwanza tumwombe Mwenyezi Mungu. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Alamin, tunakuomba wewe ndio mwenye kunemesha neema kubwa kubwa na mwenye kunemesha neema ndogo ndogo. Tunaomba utujalie afya, utujalie riziki, na waja wako leo wametimiza nusu ya dini yako, dini ya Kiislamu, kwa kuweza kufunga ndoa leo.
tunaomba utujalie kheri ya siku ya leo na tuondolee shari katika siku ya leo. Amin. Tunaomba uwape riziki ya kila siku. Amin. Na uwape afya njema. Waondolee fitna, waondolee maradhi, waondolee kibri. Na tunaomba hayo kwa kuwa tunajua wewe ni kunemesha neema kubwa kubwa. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hai, mpelekoni. Bwana Muhammad Sudi. Naam. Utanifuatisha navyosema na utakuwa unarudia. Kwa hiyo Tariq Hilali ndio wewe. Mdogo wangu. Kwa niaba. Unaoa kwa niaba. Ndio. Naam. Tariq bin Hilal. Bwana Tariq bin Hilal. Labaika. Na kuozesha Farida binti Muhammad Sudi. Farida binti Muhammad Sudi kwa idhini yake. Kwa idhini yake. Na idhini ya wali wake. Na idhini ya wali wake. Na kwa mahali tuliyokubaliana. Na kwa mahali tuliyokubaliana. Sema nimekubali. Nimekubali kumuoa kwa niaba Farida binti Muhammad Sudi. Farida binti Muhammad Sudi kwa idhini yake. Na kwa idhini ya wali wake. Na kwa mahali tuliyokubaliana. Nimekuozesha. Nimemolea. Bwana Tariq, nafikiri ni wasaa mzuri kwenda kumpa mkono bibi harusi. Kwa hiyo tutafuatana na mashahidi upande wa bibi harusi na upande wa bwana harusi. Sawa? Sawa. Bismillah. Changu bwana. Acha. Bila changu ndani ya mwingi. Hivyo hivyo. Shingapi? Sio 500. Sisi sio 500. Tutakisimama japo kwa ni sunna bwana. Alfu. Ame siwaelewi hapa. Subiri bwana naiangalia vile vile. Hapa kidogo afadhali. Kwa hiyo ruksa. Ruksa ingine. Ruksa. Ingine. Inshallah. Bismillah. Karibu. Mpaka chumbani mpaka ndani. Kwa niaba huyu Bwana Samir Hilal kwa niaba ya Bwana Tariq Hilal ili kuidhinisha ndoa yetu. Usimwogope bwana, mfunue mke wako bwana. Bwana bila pesa hapa usimulize. Mke wetu. Mke wako vipi? Tumeshamaliza hapa. Hapana. Bila ndani ni mlangoni. Hapa ndani. Ufunua au bila sunna ubaki vile. Tena ninakaa hivyo. Hapo toe. Hapo mfunue. Kwamba nusu ya dini ya Uislamu ndio imetimia. Baada ya hapo unabakiwa na nusu nyingine, hiyo ni katika mambo ya swala zako, ibada za hija, zaka, sadaka na vitu kama hivyo.
Kwa hiyo ushajijengea kwamba nusu sasa ya Uislamu umeifikia, kwa sababu mwanadamu hujitengenezea mwenyewe hapa hapa duniani. Kwa hiyo jamani, ndoa ni jambo la kheri. Nafikiri Wali anafahamu vizuri sana na Sheikh hapa. Kwa hiyo sasa ndio hivyo, yani nimepanga kwamba nitaka uje huko, lakini nimeona kwamba haitakuwa nzuri sana. Kwa hiyo it's better mimi mwenyewe nifunge safari nije huko. Of course nitakuwa kwa muda mrefu kidogo, sababu pia kuona ndugu na jamaa na pia kuwa na muda mrefu na wewe. Kama unasemaje? Hamna neno, wewe tu. Okay, za huko lakini mambo mengine hamna zaidi ya kukumisi. Tunakumisi sana. Sasa mwenyewe pia nimekumisi sana. Yaani sipati pictures kwa tukaonana live, yani sijui itakuwaje yani. Okay, poa basi, usiku mwema. Asante na wewe, si ndo nisema usiku mwema, si saa ngapi huko unajua mwenyewe.
Hey, mambo. Poa. Samani kidogo hapa mgeni, lakini nilikuwa nina shida, kama unaweza kufahamu sehemu ambayo wanauza simu au line za simu, sababu Mimi sio mwenyeji sana airport, kwa hiyo sifahamu kwa kweli. Lakini anyway, basi kama hautojali naomba unisaidia hata simu yako, kwa sababu kuna ndugu yangu niwategemeaje kunipokea lakini hajafika. Kwa hiyo nilikuwa naomba test nijue. Kama ndio mama wangu angekuwa huru, ningerudi sana. Mwanaume mzuri kupita maelezo. Ile mikato yangu ninaitaka. Picha nzuri sana hii. Anyway, samani nimevuka mipaka. Huyu mwanamke mzuri hizi. Nikijua nisingeambia nichagulie mke. Serious, this is my choice. Basi hata kwa kulala naye usiku wa leo tu. Mama anajaribu kupiga kila muda iko busy, kila muda iko busy. Sio. Anyway, thanks. Sasa utafanyaje? Kwa sababu mtu mwenyewe alikuwa ni kaka yangu na ndio nilikuwa tegemea aje kunipokea hapa. Kwa hiyo sababu nyumbani napajua nitakwenda tu mwenyewe. Labda uendelee kujaribu, si ndio mwenyeji wako? Hapana. Nyumbani napafahamu naenda. Lakini wewe kwani unamsubiri nani? Mimi namsubiri mamangu mdogo, alisema akifika hapa atanipigia simu. Okay. Anatokea wapi? Sweden. Kumbe nimesafiri na mzaa Chema. Ni bora ningeongea naye kabisa kwa kwamba ninahitaji kumwoa binti yake. Lakini hata hivyo nadhani ukiangalia hapa na hicho safari wote wameshakwisha. Nadhani sijui tafanyaje sasa. Itabidi nirudi tu nyumbani, hamna jinsi. Okay, lakini kama hutojali labda tukaenda at least tukutana hapa tukapata hata dinner na nini, then tutarudi nyumbani baadaye. Hapana. Please, usiniogope, mimi ni Mtanzania mwenzako bwana. Niko salama. Sio jambazi, siaje kukuua. At least tunaenda tutapata dinner, tunafahamiana, then nakurudisha nyumbani. Is that a problem? Anyway, basi kama utaki hilo basi hata usafiri. Naomba basi hata nitoe ofa ya usafiri. At least tuende pande taxi nikufikishe mpaka kwenu, then tuagane. Please. Umekwenda? Saa ngapi? Saa 5. Naona kama vipi ni bora tulale hapa hapa. Huyu ameanza majiani. Kwani vipi? Lakini promise me. What? Nothing happened. Ni kulala tu, hamna kitakachoendelea. Okay, haina tabu. Okay. Huna lolote unataka, kama uko taxi unaondoka. So anyway, ngoja basi nifanye booking ya chumba. Chukua vyumba viwili, kila mtu na chake.
Halo Shem. Halo Shem, mbona kimya? Shem, nimeenda airport, nimekaa mpaka watoto wameisha kwenye ndege, lakini sijamuona. Sasa anakuwa wapi? Hata sijui. Anyway, nitakupigia baadaye kama. Haya. Hello, you welcome. Asante. Uko busy kidogo? Yeah. Sasa kuna shida kidogo. Hoteli inaweza kuwa na vyumba vizuri? Okay, kwa hiyo usijali, hapa kwetu kuna vyumba vizuri sana. So, it's your choice. Okay, sasa hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kwa naomba msaidie mtandao kwa sababu kuna watu tofauti nahitaji kuwasiliana. Halo? Bro vipi? Wewe, tani mbona unafanya mambo kitototo? Kwa nini bro? Mke wako amefika airport pale amesubiri mpaka ameondoka. Wewe hauko. Mimi nilikuwa nimepanga kwamba nikimaliza kuwasiliana na wewe niwasiliane naye. Nimefikia hotelini na nilikuwa nataka nimjulishe ili aje kunifuata hapa. Sasa mnaenda hotelini kwani nyumbani vyumba vimeisha? Unajua ninahitaji kuongea na mke wangu kwa muda mrefu, alafu some privacy. Anyway, hii simu nimezima bro. Wewe tutaonana kesho. Usikuma mimi. I say dada, huyu mtu akikupigia usije ukapokea simu yake, maana ana maswali mpaka mengine tusije kuuliza. Hello? Tariki hapo. Wewe umenigandisha hivyo airport. Mimi nimejaribu kukupigia pale, simu yako iko busy, sijui ulikuwa unaongea naye. Mbona sijaongea na mtu yote? Tangu nimefika airport sijaongea na simu. Si kweli. Kuna wadada fulani waliniomba, ndio walikuwa napigia ndugu zao muda mrefu. Kwa hiyo sasa hizi uko wapi? Mimi niko nyumbani. Basi tutaonana kesho. Haya, asante, bye. Dada, nashukuru. Okay, thank you. Halo Shem. Halo Shem, unaongea na mume wako? Ameshanipigia. Tena muda huu ndio nilikuwa naongea naye. Amesema yupo hotelini amefikia uende. Sasa hivi muda umeenda, afu niko nyumbani siwezi tena kutoka. Okay basi, usiku mwema. Haya, usiku mwema. Asante. Okay, kesho. Mama, tu nimeshapata chumba.
Relax, relax. Cool. Ndio ndio reception lakini maswali ni mengi. Yaani sio maswali mengi sana. Oge. Wote. Ya, kwani kwa tatizo gani? Please bwana.
za mapaga nini sana tu. Ni utengeneze vizuri. Ndio vitu kama hivyo. Kwanza kabla ya yote. Mbona uko mwenyewe? Mwanzo uko? Si. Yule mtu nilipeleka jana. Napiga simu yangu msaa nzima. Basi mimi nikatazama hoteli baadaye nipigie simu. Sure. Unataka kama umelala hotelini na umelala mwenyewe? Sasa ungefanyaje? Kama mke wangu ningetafuta kuja mimi nitafanyaje bwana? Umeanza hivyo. Umeanza mambo yako. Mke wangu hataki kuja. Umeanza tayari. Ni kama mwenyewe bwana utafanyaje? Tunaona roho na kaka. Miaka siku. Utafanyaje? The dreams were just for sentimental food. Unaongo ukweli. Bwana. Ngoja nipigie simu. Lakini mwambie kwa kudunda sio unajua issue zake. Wewe dakika mbili mbele bwana. Kauji mtandika vibao. Andika vizuri vibao wangu. Sasa nataka tunamdishusha. Mimi na wewe tena. Unajua mimi ndio mimi na wewe ndio kila kitu. Chako changu mwenyewe. Unaona? Changu mwenyewe. Sawa, kama ni okay nitafanyaje bwana? Ya. Jana bwana ndio nashuka pale hapo. Pale airport kwa macho hivi namsubiri mke mwenzako aje kunani pale. Shapatwa na hasira, nishapiga simu yake saa nzima iko busy. Angalia kwa hiyo unaona bonge la kifaa. Mtoto wa ukweli yani. Kwa nini hakumuona huyu mtoto? Kwa hiyo mimi sema vizuri. Kwa hiyo huyo unaenda kulala naye hotelini. Sasa nasubiri nini? Ushanisahau, kweli. Ushanisahau. Shem kweli hicho. Hicho. Kweli. Hicho ndicho cha kitu mimi. Hata kama ulikuwa na nia ya kunyoa mwanamke, mwanamke hawezi kulala na mwanaume siku ya kwanza mkutana mimi ndo naye. Hata sikushauri mimi. Ule. Kwa nini tena kumpa? Tuko naye mpaka kwao. Nikamshusha. Bwana, hela hii. Mimi hapana si. Kakata, kwa hiyo anyway, aliyenyewe sasa hivi nikachukua hela yangu vizuri, kilo safi, nikachukua wallet yangu nikaichomeka safi, nikaja kaza basi. Amenisaidia. Anyway, hata. Bishe zako hizo. Hapana. Nishata kitu. Nishata. Nishata. Kwema. Kwema tu. Ndugu yangu, yaani baada ile wiki mbili basi hata kuonana hapana. Tunajua pirika tu tena za dunia zilivyo na mahangaiko. Lakini kwa sasa naomba la sababu sasa ile sisi tulikuwa tuje samani. Lakini sasa foreign. Unajua hapa badala ya kwenda gari inakuwa kama mtu anatambaa. Ndio. Kwa hiyo utasamehe kwa hiyo kitu. Hilo nililitambua kwa sababu hata mama watoto nilimueleza, aliniuliza mbona muda ambao natakiwa wageni wafike hawajafika, nikamwambia labda tufanye subira kidogo. Mbona bwana anakuona kama umevimba vimba? Hii mimi ilisika. Baada wiki moja tu. Sasa tunajua tena unakandamiza tu. Haya bwana, asante. Ndio nashukuru. Naam. Sawa bwana.
Msemo sangu leo nakuja na kutolea introduction kwa sababu siku ile ya harusi hii jamaa ndio alisimamia. Nakumbuka. Nakumbuka vizuri. Sasa mwenyewe amekuja. Huyu anaitwa Samir. Ndio. Yeye ndio mkubwa. Nakumbuka. Siku ile nakumbuka. Ndio nilompa mkono huyo bwana. Kwa hujasahau? Macho anafanya kazi. Kumbe macho anafanya kazi Huyu ndio mwenyewe Talik. Huyu ndio bwana Talik. Ndio mwenyewe. Asante sana. Karibu sana. Karibu sana. Karibu. Karibu sana Talik. Nashukuru. Hapa ndio kwa bibi Farida. Hapa mimi ndo baba wa Farida na huyu ndio mama wa Farida. Nashukuru sana. Kwa hiyo binti yetu ndo tunda letu limetoka kwenye maua mawili haya. Nashukuru sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Haya. Maana sisi msemo sangu tabu ya Talik anataka leo kuchukua mke yake. Ndio. Na unajua tena mtu kama hawajaonana kuna ile kitu inaitwa kemuyemue. Na sisi ndio maana tumekuja hapa. Kuna hafla hivyo mzee. Uone kote imetoka kwenye nani? Kwenye jumba yake. Sasa sisi tutamtambuaje Talik kama ana tabia njema? Talik mtamtambua kwa sababu pale ni yake. Huku ni kwake na huku ni kwake. Huko na kwa leo tunakwenda huku. Zaidi baada ya siku mbili anakuja tena anakaa. Mahali yeye anatembea. Mawazo yangu sasa. Nilitambua kwamba wewe leo unakuja kumtambulisha Talik. Atabaki hapa kwa muda wa siku 3. Halafu aondoke na mkewe. Hiyo kiboko hiyo. Haya basi sawa, ngoja mwite Farida. Aje muone mtu. Lakini hapa Farida. Abe, njoo mwana. Hata kama ulikuwa na nia ya kunyoa mwanamke, mwanamke huwezi kulala mwanaume siku ya kwanza mkutana ndio. Kuja kuulizia sio mtu kana pima vizuri hapa tena kwani. Okay, usijali. Hapa kuna. Jamani mlaki. Nzuri sana. Au mapazia tufunge pia au. Hakuna lingine. Ambie mrembo. Poa. Mambo ya kwanza. Unakaa twende maki twende. Niambie mrembo. Poa Mr. Africa. Chungulia nini? Sasa sili kaa pembeni. Okay. Twende. Action. Niambie mrembo. Poa.